Karibu katika simulizi nzuri na yenye kusisimua inayoitwa Mlango wa Kuzimu. Miaka mingi iliyopita, kulikuwa na kijiji kiitwacho Lumbaga, kilichozungukwa na misitu minene, milima mirefu na mito yenye maji yaliyochemka hata bila moto. Kijiji hiki kilijulikana kwa amani, mazao mengi na watu waliopendana. Lakini pia kilikuwa na siri ya giza isiyoeleweka. Katika kijiji hiki aliishi binti mrembo aitwaye Nalilia, mwenye roho ya huruma, akili nyingi na ndoto ya kuwa tabibu wa watu. Nalilia alikuwa mahomba wa Kasem, kijana shujaa aliyesaidia kutibu na kulinda kijiji. Siku moja, mtu mgeni alifika kijijini. Alijitambulisha kama Mzee Bahari, mahawi aliyechoka na anayetafuta pahali pa kutuliza moyo. Alipoingia tu, ndege walikaa kimya, mboa wakaanza kubweka na watoto walilia bila sababu. Hakuna aliyetilia maanani isipokuwa Nalilia. Alianza kupata ndoto za kutisha, sauti za watu waliokufa, misitu iliyogeuka kuwa midomo ikimla, na mto unaogeuka kuwa damu. Hakuweza kuelewa. Siku moja Nalilia alimuona mkumba wake Kasem akizungumza kisiri usiku na Mzee Bahari karibu na kisima cha zamani kilichofunikwa kwa vibao. Aliposogea kusikiliza, alisikia, bado siyapata moyo wake, lakini nipo karibu. Nipe nguvu zaidi mpaka upate roho yake kwa hiari. Roho ya mpendwa ni tiketi ya kufungua lango la kuzimu. Nalilia alishtuka. Aligundua kuwa Kasem amefanya mkataba wa giza ili apate nguvu za kichawi na utajiri. Alimuuza kimapenzi. Aligeuka haraka lakini akakanyaga kijiti. Kasem alimsikia. Mzee Bahari akatabasamu kwa kisirani. Usiku huo, nyumba ya Nalilia iliteketea kwa moto wa ajabu, moto uliokuwa mweusi kama kivuli. Alinusurika kwa msaada wa mama kazi, mzee aliyekuwa akifahamika kama mganga halisi wa kijiji. Mama kazi alimwambia, hii siyo ndoto tena, mtoto. Mlangoni mwa kuzimu wanagonga, ni lazima tuwazuie. Mama kazi alimpeleka Nalilia kwenye mti wa kale unaoitwa Mtini wa Moyo, ambapo alifanyiwa tambiko la kuingia ulimwengu wa ndoto. Huko alimwona baba yake aliyefariki miaka 5 iliyopita akimwambia, usikate tamaa, ndani yako kuna nuru ambayo wachawi hawawezi kuvumilia. Ila kumbuka, usilipize kisasi kwa giza, bali kwa mwanga. Nalilia alirudi na kuanza kujifunza uchawi wa nuru, white magic. Alijifunza kuongea na mizimu, kutembea kwenye maji na kulinda nafsi yake. Wakati huo huo, Kasem na Mzee Bahari walikuwa wameshafungua mlango wa kuzimu na mapepo yalianza kuingia Lumbaga. Watoto wakaanza kupotea, watu wakageuka viumbe vya ajabu. Kijiji kikaingia hofu. Usiku wa mwezi mwekundu, mlango wa kuzimu ulifunguliwa kabisa. Pepo lililokuwa na sauti ya watu 1000 lilitoka na kumteka Nalilia, lakini ndani ya giza aliwasha nuru ya ndani, akawakumbuka wote aliowahi kuwasaidia. Nalilia aliimba wimbo aliowahi kufundishwa na mama yake akiwa mdogo. Pepo likaanza kupasuka vipande vipande. Kasem alijaribu kumwokoa Mzee Bahari, lakini tayari alikuwa amegeuka kuwa kivuli cha moto. Nalilia alimpigia Kasem sauti, huu ndio mwisho wa usaliti wako. Siwezi kukua, lakini nakuachia na majuto yako. Kasem alilia na kuanguka. Moyo wake ukaungua polepole hadi akawa mawe ya baridi. Mlangoni pa kuzimu palijifunga kwa mlio mkubwa kama waradi. Baada ya vita, kijiji kilianza kupona. Maji yakarudi kuwa safi, wanyama wakarudi, watoto waliopotea walipatikana kwenye milima, wakilia lakini salama. Nalilia alichaguliwa kuwa mlinzi wa kijiji. Hakumuua mtu mwingine, lakini alijenga hekalu la kutibu na kufundisha wengine kuhusu mwanga. Mama kazi alikufa siku moja akiwa amelala, huku akiwa na tabasamu. Nalilia alihifadhi roho yake kwenye kioo cha upendo kisichoweza kuvunjika. Kasem alibaki kuwa sanamu ya mawe pembezoni mwa kijiji, onyo la milele kwa wote wenye tamaa ya nguvu bila upendo.
Ujumbe wa simulizi hii ni pamoja na tamaa ya nguvu bila maadili huleta maangamizi. Nuru ya kweli hushinda giza la hila. Moyo wa upendo una nguvu kuliko uchawi wa giza. Majuto huja baadaye, lakini msamaha na nuru ni zawadi za walio hai. Kama umeipenda simulizi hii na Kiswahili changu, naomba ufanye kusubscribe channel hii ya Kubunda Media. Asante sana. Asante.